hakikisha unawapenda watu wote. Sikiliza nikwambie, Yesu Kristo jina lingine anaitwa Immanueli. Immanueli maana yake nini? Mungu pamoja na watu, Mungu pamoja na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba unisikize vizuri. Wajibu wa pili wa Mkristo, hakikisha unawapenda watu wote. Sema amina. Hakikisha unawapenda watu wote, hasa jamii ya waaminio. Huo ni wajibu ambao anausisitiza kwa kanisa. Mara nyingi kanisa likiwa limekaa linampenda Mungu kwa moyo wake wote, kwa roho yake yote, kwa akili zake zote na kwa nguvu zake zote, halafu akampenda jirani yake kama anavyojipenda. Yani lile usilopenda, tafasiri ya neno hilo, lile usilopenda utendewe, usimtendee mwenzako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unajua wewe ukipigwa na umia, usimpige mwenzako. Usifanye chochote kile kibaya kwa mwenzako. Mpende kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Wajibu wa mtu aliyeokoka wa pili ni kufanyaje? Kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Huo ni wajibu, lakini hasa jamii ya waaminio. Tupendane sisi kwa sisi. Unakuta mtu yumo kanisani, saa nyingine hata mambo ya kijamii huko mitaani hayuko vizuri. Kwenye mtaa wako, yani inafika hatua, kuna mahali fulani watu tunapata mpaka aibu. Unafika kwenye mtaa, kumetokea shida, kumetokea misiba, mmekwenda kuzika, badala ya kufika kule kwenda kuzika, inafika hatua kwamba pigwa masumule huyo, atozwe masumule huyo, maana huwa hashiriki kwenye jamii, huwa haonekani kwenye jamii, hafanyi lolote lile, haonyeshi upendo, haonyeshi mshikamano. Mtu aliyeokoka, wajibu wa pili ni kumpenda jirani yake kama nafsi yake. Sema amen. Sema amen. Lakini hasa jamii ya waaminio. Mtu huyo unakuta kwamba kule mitaani hafanyi vizuri, akifika hata hapa kanisani inafika hatua, kuna sehemu fulani kuna msiba, kuna mtu fulani tunataka tumsaidie hivi, kuna mtu fulani tunataka tufanye hivi, wa kanisani hayuko tayari kufanya hivyo. Hayuko tayari kufanya hivyo. Anashindwa wajibu wake wa pili.